Kwenye part 1 ya safari yangu ya Nigeria, nilionyesha namna ambavyo nimetoka Tanzania, nikaenda airport ya Julius Kambarage Nyerere, nikapata ndege mpaka hoteli ya Murtaza International Airport, Nigeria, na nikaonyesha safari yangu kutoka airport mpaka kwenda kwenye hoteli Continental, hoteli ambayo nimefikia Nigeria. Na kwenye part 2 hii nitaonyesha sehemu ambapo tulifikia baada ya kutoka hotelini. Wote tulienda sehemu moja panaitwa Lakoe, ambapo ni kama ka golf club fulani hivi, ni kama sehemu fulani hivi watu wanatumia kwa ajili ya vacation, kufanya nini. So kampuni nzima kutoka maeneo tofauti watu wote tulifanikiwa kufika Lagos, kwa sababu kuna watu wengine ambao tunafanya nao kazi walikuwa hawakai mjini Lagos, wanakaa miji mingine. Kwa hiyo ilibidi siku ya Jumapili wote tukutane Lagos, alafu after Lagos ndio twende sasa kwenye hiyo sehemu ya Lakoe. Hiyo mnaiona kwenye video hapo ndio Lakoe. Ni eneo ambalo lina vitu vingi sana. Kuna viwanja vya mpira, kuna viwanja vya tennis, kuna viwanja vya golf na kuna viwanja vya michezo mingi sana, na pia kuna kila kitu. It's like kama compound ambao ni kubwa sana, imejengwa na wawekezaji. Kwa kama watu wana activities za kampuni ama activities binafsi, mnakutana huko na mnapewa facilities zote nyingi ambazo mnazitaka. Kwa Tanzania hapa naweza nikafananisha labda na Hamidu City ama hiyo miji mipya ambayo inatengenezwa huko Kigamboni. Sasa kitu ambacho nafurahia, kampuni ambayo nafanya kazi walikuwa wamelipia facilities nyingi sana. So guys, tulikuwa ndani tukasahau kubeba sabuni. Kwa hiyo hapa tumekuja kwenye supermarket ambayo iko kwenye hii sehemu ya Lakoe, na tumekuja kuangalia kama tunaweza tukapata sabuni. Uzuri tumepata sabuni. How much is it? 1,000 naira. That is how much in USD? USD? Less than 1 USD. Oh, okay. So ni kama na 1,000 hiyo sabuni yao, ambao jamaa hapa wameniambia chini ya $1. Yeah. Kwenye sehemu ya hapa kuna swimming, kuna tennis. So sasa tunaenda kwenye tennis kwa sababu kuna washikaji hapo tunafanya nao kazi wanacheza tennis, kwa hiyo haitakuwa shida sana. Japo mchezo naonaga ni wa kike sana, basi naweza nikaenjoy kufanya kwenye muda wangu. Yeah. So panaitwa Lakoe. Yeah. It's a nice place. Yeah. So, is that Mo? His name? Olajun? Yeah, that's good. Okay. Olajun. Okay, let me. Olajun. So, even Mkana. Is that Kachi? Olajun, how are you, man? Can you say hi to my people? Hi. Like so now you have to make my video interesting. Yeah. Can you say hi to them? Yeah. So guys, tumekuja kwenye sehemu ya golf, na hiki ndio kiwanja cha golf kinachoonekana, but kwa ndani hapa kuna duka la vifaa. Can you enter this? Yes. Let's go. Hello. Morning. How are you? Good. Is it open? Yes, but do you want to see somebody inside? Oh, we can't just. Yes, we have to meet. It's only for the member. So guys, tumekuja kwenye sehemu hapo watu wanacheza golf. Kuna hivi gari vidogo hapa zinabeba watu mpaka kwenye sehemu ya golf. Hiyo ndio pitch ambayo watu wanapiga golf inavyoonekana. Iko vizuri. Si kama baadaye nikipata chance nitakuja kupiga cheza nazo. Gari nimependa sana gari vidogo. Yeah. So guys, hii ndio hotel yetu ya pili ambapo tumefikia. Ni kama apartment fulani hivi. Ndio umeenda hapa, nimechelewa. So nitaonyesha tu haraka. So hapa inaanza kichoo. Kama unafikiona ni 3 bedroom. Hapa ni sebule. Hapa ndio tunakaa usiku kama tunacheza games. Kuna kitu chochote tunakifanya, kuna kazi yetu hapa.
tunakula story. Hapa ndo sehemu pa dining. Ndio hiyo hapo, siwezi kurekodi kioo kwa sababu kitanionyesha. Hapa ni jikoni. Na hapo of course tulikuwa tunakula, msosi kabisa umeandaliwa kwa tulikuwa tunapika. So watu ambao wana book kwenye kwenye msosi kwa ambao wana book labda after parties na nini, wanaweza wakapika. Okay. So hii hoteli ina room za vyumba vitatu, but kama unavyoona ina artwork kadhaa. Kiingia, okay. Hii ndio room yangu, nilikuwa na pack my stuff hapa. Unaweza kama unavyoona baadhi ya vitu. Yeah, hiyo ni bag yangu, nilikuwa nishajiandaa kwa sababu na dakika chache za kuondoka. Hii hapa ndio sema huko nilikuwa nafanya kazi. Nikirudi, tunaisha chumba cha mwisho na haraka. Hiki chumba ambacho mwanangu alikuwa anakaa. Hivi ndivyo ambavyo kinaonekana. Yeah, hii panaitwa La Koi. Anything good. I can't rap, guys. Okay. Water. Water. Yeah. This is where I raise my kids, guys. Is there anything that needs to be said? Yeah, anything you can say. You can welcome them to Philippines, whatever. I don't know what to say. Baraka is the best. Yeah? Oh, you can. Tanzania is the best. Yeah, you can go to your room. You can go to your room. Right, I just want us footage of you going to your room. Okay. Yeah. I'll see you in about 10 minutes. Okay, man. So guys, Royal niko ni mshaji wangu nafanya kazi, na hivi ndio hotel ambayo tunakaa inaonekana. Ndio lift ambayo tumeingilia, na chumba changu nafikiri kinapatikana hapo mbele kidogo. So nimekemu. Unaona hapo nyuma ni watu ambao nimefanya nao kazi, ni marafiki zangu pia. Na sasa hivi hapo ndio tusharudi hotelini kwetu, Hotel Continental Lagos, na leo hapo tulikuwa tunapanga twende sokoni, tulione soko la Nigeria. Mimi kitu kikubwa sana ambacho nilikuwa nataka vile vikofia vya Nigeria. Kama umeona video zangu utakuwa umeiziona, mara nyingi sana nimeshoot video nikiwa nazo. Na kitu cha pili nilikuwa nataka ni recreate nyimbo ya Wizkid inaitwa Ojuelegba. Ni nyimbo ambayo nimekuwa nikiangalia tangia niko shuleni. Kitu ambacho binafsi mimi sijakipenda Nigeria ni wale watu ambao wanakaa mtaani, wale wanaombaomba vitu, yani kama mawinga fulani. Mawinga wa Nigeria ni wasumbufu. Yani hilo gari letu wakati tumefika hapo sokoni, utaona kuna watu wanaanza kulikimbilia. Yani kama vile watu wanajifanya kama vile wana redirect na kutusindikiza kama hiyo sehemu tunaenda. Ni wanangangania na wapogo wengi kichizi. Yani in short Nigeria ndio maana wanasemaga na watu wengi. Huyo jamaa mnamuona hapo ni winga hapo. Yani kwa huyo jamaa hakikisha ni kwamba sisi tumefika sokoni. Bali kitu ambacho nilichokipenda hao washikaji walihakikisha pia tunakuwa na, yani kama vile wanakuwa wanatulinda kwenye hilo soko lao, hatuibiwi chochote. Kwa hiyo nilikuwa na watu ambao wanafanya nao kazi, mnaona kama wazungu. Ni watu ambao wanafanya nao kazi. Kwa tulikuwa tumeenda sokoni hapo, tulitaka tununue baadhi ya vitu. Soko lao kama Karume hivi la Bongo. Yani ile tofauti sana na Bongo, but isipokuwa iseni wanaongea, yani ongea Kinigeria ni kama kelele, but wana vitu vingi, lakini kama Bongo tu, haina tofauti na Bongo. Tuko sokoni hapa, niko na wenzangu ambao tunafanya nao kazi. We have some people who are assisting us to do some stuff. Those are Nigerians. Yeah. I'm good. My name is Todzi. I'm from Nigeria. Hello. My name is Michael. I'm from Nigeria. Michael Wilson. You can tell them to subscribe to my YouTube channel. What is your name? Mafole Baraka. Subscribe to his YouTube channel, Mafoli Saraka. Okay. Subscribe to his YouTube channel. What's the name? Mafoli. This is so nice. Yeah, so niko na wenzangu hapa, kuna ngongo hapa za Nigeria hapa. Sokoni kwao hapa tumeziona, tunajaribu kununua. Sasa mimi nataka nikakofia fulani hivi kwa Nigeria. The materials, high materials, and I know how much. Nigeria hapa ni lazima wapende. So what are you saying? It's not waste a lot of time. 55. 43. Let's say, okay, last price, 12 each.
I don't sell. 12 each. I don't sell more than. You're gonna take That's why they don't. how many Okay, are no you more taking? price. Let's see last price. Don't worry. Let's pay for the one we have bought. Okay, no problem. Enter the down food. I make arrangement one of the down food guys. Yes. Okay. So tumetoka sokoni, tumetoka kununua vitu, safari ya kurudi hotelini na kurudi kwa mimi hapo tulikuwa nimebakiza masaa machache kabla sijarudi Tanzania, ndio ilikuwa imewadia. But kwa ujumla vitu vingi ambavyo nimejifunza Nigeria, yani kitu kikubwa kwamba watu wa huko ni wachapakazi, yani mazingira ya nchi yao ni magumu, yani huku Bongo sisi tunaishi vizuri, na labda mimi sija experience part ya ile ngumu kwa sababu nilikuwa nakaa hoteli za kifahari na nini, kila kitu nimelipiwa, but every time nilikuwa na chance ya kuongea na watu ambao wanafanya kazi, wanambia sasa huku umeme unasumbua sana, internet ni mieyusho pia kwenye nchi yao, lakini still wanafanya vizuri sana kwenye mazingira, yani like licha ya nchi yao kuwa na changamoto zote hizo, lakini wanajitahidi kufanya vitu vingi sana vizuri. Kitu kingine ambacho nimegundua, watu wengi sana ambao wako Nigeria wanafanya kazi remotely, hawakai Nigeria, yani wametapaka kwenye nchi nyingine za Ulaya. Nilikuwa na conversation nzuri sana na watu ambao wanafanya nao kazi, nikauliza like namna kulilocate wenyewe wanaita au wenyewe kwa Nigeria wanaita japa ni ipoje, wakanipa process. Kuna nchi ni hata ufikiri kuna nchi ukimwambia Mbongo bwana kakae huko Lithuania sijui wapi huko, Wabongo wanaogopa sana kukaa, lakini wenzetu like ndio fursa ambazo wanazikimbilia. And trust me, nisingeenda Nigeria kama sio kufanya kazi za remote na mambo ya internet na nini ambapo niliamwaga siku moja kwamba najifunza. Kwa hiyo kwa watu ambao mmekuwa mkiwatch mmekuwa mkiniangalia kwenye hizi mitandao ya kijamii, like hii ni mojawapo ya faida ya kufanya kazi remote. Unakutana na watu, kusafiri kama hivi kwenye nchi za watu, kuona mazingira, kwa sababu kichonipeleka Nigeria ni kitu kimoja kinaitwa offsite, ambapo kila mwaka wafanyakazi wote waga tunakutana, tunaona hii nchi, tunafanya kazi, tunajadili kitu gani ambacho tunataka tufanye kwenye kampuni, mafanikio gani ambayo kampuni inapanga yafanye, like vitu kama hivyo vya kufanya. Anda kitu kingine, kwenye barabara zao sijaona yale mabango ya kisiasa sana, nimeona mabango mengi sana ya kibiashara, watu wana promote biashara zao, kuna biashara nyingi sana. And also sijazungumzia kuhusu chakula. Nigeria wana vyakula vitamu vizuri, but niko honest, vyakula ambavyo havihusishi nyama mimi vimenipa shida sana kula Nigeria. Sijui fufu nini, maugali ni yamenishinda, lakini vile vinavyohusu nyama, yani kama kuku ni watamu kichizi, na wana kama wale tunaoita nini, sijui ni kanga wenyewe wanaita taki ni nyama yao ni tamu kichizi, na visupu vyao vile vyenye pilipili vya Nigeria ni vitamu kichizi. Yani nilikuwa nakula mzee mpaka nasema kweli si nitanenepa, lakini pia vyakula vyao vingi vina mafuta Alafu kitu kingine kwenye issue ya makazi, nimegundua mitaa mingi sana ya Nigeria imetofautishwa na estate. Yaani ndio maana nilikuwa nikisiga estate waga inanisumbua sana Tanzania, but wao kule wanakaa according to estate. Kwa hiyo wewe umekaa estate, but sisi Bongo tunaita tu mitaa, lakini wao wana estate kabisa, zinakuwa na mageti ya kuingilia, mageti ya kutoka. Na safari yangu ya kurudi Tanzania hapo ndio ikawadia, na hapo mnapoona hapo ni karibu na airport. Sijajua mwaka huu nitaenda nchi gani nyingine, but nikienda kama kawaida nitapost kwenye channel yangu ya Mafori Baraka. So hakikisha umesubscribe na umeshare video hii na watu wengine. Asante sana.